unajua kwenye maisha mimi tokea nimeanza kuhustle. Ndio. Hata kipindi nilipokuwa shuleni. Mimi shuleni sikuwaga vizuri sana. Kwaga sinaga akili mwanangu. Mimi naongea ukweli. Ile akili ya shule mimi nilikuwa sina. Mimi nilikuwa na akili tu ya nguo ya kuvaa, ni mimi Mnyamwezi. Kumbe tangia shule Mimi tangia skuli ni mtu fulani Mnyamwezi, tunapenda tu kuvaa kupendeza. Kwa masuala ya kusoma ile siku yakaga mbele. Japokuwa ile nitoa ujinga shule lakini hivyo. So yani niseme labda haya mafanikio ambayo ninayo sasa hivi na hizo tuzo ambazo nimepata ni kitu ambacho ni surprise kubwa sana kwenye maisha yangu, kwa sababu mimi sikutegemeaga kwamba siku moja na mimi labda nitapewa tuzo. Tushazoea tu, kwa mfano tuseme labda shuleni kuna wale watoto ambao ikogo tu hivi kwamba hawa kila siku wanafanyaga vizuri, wanapewa tuzo, tunawapigia makofi. Mimi nimewapigia sana watu makofi. Welcome back to Great Podcast. Kama mnavyojua leo tupo na 2 new guests. Actually ningependa this guest wajitambulishe kwa wenyewe, and this is gonna be a surprise. Gaza boy, welcome to the podcast. Thank you bro. Madam Faye, karibu sana. Asante. Okay, nani angependa kwanza kujitambulisha yeye kama yeye? Bana, mambo vipi? I go by the name Gaza Boy all the way from Chugastan. Yeah. Chugastan. Okay, mzee wa mbele ya muda. Wengi wao wananifahamu kama hivyo. Yeah. Mzee wa mbele ya muda. Yeah. Okay, welcome to the podcast mwana. Thank you bro. The Faye. Hi. Mimi naitwa Faye. Yeah. Nothing more. What do you deal with? Unafanya issue gani? Issue na nini? Yeah. I'm a student, niko Tumaini mwaka wa 3, ila pia I do modeling, commercial modeling. Commercial modeling. Yes. Karibu sana. Asante. Is it your first time to be in the podcast? Huh? Yes. Okay, karibu. Thank you. Gaza. Naam. Wana hapo umesema msemo wa masaa 72 mbele. Yeah. Hivi huo msemo umetokea wapi na kilichokupelekea mpaka ukaamua kuanzisha msemo wa masaa 72 mbele? Bana, hiyo msemo unajua bana, kwenye maisha ya kila siku mimi ni mtu ambaye napenda kuwa tofauti sana. Katika engo tofauti. Kwa hiyo kwa sababu mimi ni mtu ambaye napenda fashion, ukiangalia hata watu wengi wanafanya fashion, kila mtu anafanya fashion kwa namna yake. Na ukiangalia kama vile kuna fashion ambazo zinakuwa zinajirudia, so mimi nikaamua kutengeneza utofauti wangu mimi kama mimi. Yani ukisema mbele ya muda masaa 72 unaniona mimi hapa hivi. Basi hamna mtu mwingine. Yeah, right. Okay. Sasa na huo msemo ulichukua wewe kama wewe ndio uliutengeneza? Yeah. Okay. Sawa. Na Ndamfei, hapo umesema actually wewe ni commercial model. Hivi ni kwa nini uliamua kuwa commercial model na sio model wa kawaida? Modeling ni wide concept. Yeah. Kwa hiyo mtu anavyosema mimi nafanya modeling inakuwa ina base into vipengele tofauti. Kwa kuna model ambaye atasema mimi ni commercial, mwingine atasema mimi nafanya runway, mwingine editorial. So kuna types nyingi za modeling. Kwa hiyo inategemea utakuwa na passion ya kufanya kitu gani. Kama utafanya runway, utafanya editorial, utafanya commercial. So in my side nikaona commercial inanifaa, nikafanya commercial. Okay. Yes. Sawa. We are glad to have you guys hapa katika Great Podcast. Sasa jamani, kuna jambo moja ambalo I think sisi ni vijana, na katika vijana ni watu ambao kuna vitu vingi vipo katika our age. Kuna swala la mafanikio. Hivi mtu anapokuambia nimefanikiwa, kwa nyinyi sasa guest na wasikiliza mawazo yenu, bana mimi fulani Solanki nimefanikiwa, au mimi Faye nimefanikiwa, au Gaza Boy nimefanikiwa. Hivi unaangalia umefanikiwa kwamba ni fedha, au kufanikiwa kwako ni heshima, au kufanikiwa kwako ni kujulikana na watu? Nyinyi kwa nyinyi mafanikio mna target kwa namna gani? Okay. Kwa upande wangu bana, mafanikio mimi so fedha. Mafanikio bana, hata sisi tulipokaa hapa wote tumefanikiwa kwa sababu tumeamka salama, tunapumzi sasa hivi hapa tunaongea. Hayo pia ni mafanikio. Unaelewa? Pia mafanikio ni respect ya wewe na watu wengine, the way mnavyokuwa mnaishi kwenye jamii yako.
Unajua bana, kwenye maisha ukiwa na nidhamu ya sehemu unayokaa au na mtu yoyote yule, hayo pia ni mafanikio, kwa sababu unakuwa umejenga msingi ulio mzuri. Kwa mfano tuseme labda inakaa sehemu fulani na watu fulani, alafu sina nidhamu na wale watu, kwa sababu ikitokea hata tatizo wale watu hawawezi wakanisaidia, ila mimi naishi vizuri na watu fulani, maana ikitokea shida yoyote wale wanaweza wakanisaidia. Unanielewa? Okay, kwa kwa mafanikio kwa hiyo unaweza ukawa hata na hela nyingi, manini, magari, lakini ukakosa tu nidhamu, hiyo hayo bado sio mafanikio. Okay, kwa hivyo ni mafanikio mapema katika nyanja ya nidhamu. Lazima uwe na nidhamu. Na respect, watu wanakurespect, lazima ujue kuishi na watu vizuri bro. Okay, Faye, wewe comment yako unaenda na Gaza Boy au yako tofauti? On my side, nitaenda naye, it goes 50-50. Like kwa side yangu mimi naona we can also term mafanikio in terms of money, because a poor person cannot say I'm a succeed without having money. Money leads to success. So tajiri au maskini tunaweza tukaclassify kupitia mafanikio. Yes, lakini maskini pia utakuta na nidhamu, ana furaha na nini, lakini the only thing ambacho kitakuwa kina miss hapo katikati ni ganji. So kwa mafanikio yapima kwa pesa. Yes, I can say that. Lakini inaweza ikarange, ndio maana nasema ni 50-50. Na pia usipokuwa na nidhamu huwezi ukaipata hiyo fedha. So inakaa yani. Okay. Mimi kwa my view, mimi naona kama ukiwa na furaha unakuwa umefanikiwa. Huo ndo ukweli. Afei, au unasemaje? Kila mtu ana furaha unajua, lakini sio kila mtu kafanikiwa. Hapana, kwa sababu naposema unapokuwa na furaha umefanikiwa, kwa maono yangu mimi, yani kama inaenda na Gaza Boy kwamba pesa is not a point kwamba uko succeeded. Ila unaweza ukawa na pesa afu una furaha. It doesn't make sense kwamba uko succeeded. Hauna amani. Yani una amani, yani mimi naweza kukuta bado huja succeed kwa sababu bado una furaha. Kwa sababu hamna mtu anaridhika na pesa. Maybe. Au unasemaje? Sawa. Okay, tunaenda nao pia hata hiyo kwako. Guys, hivi ni matukio gani Gaza Boy ambayo yalishakutokea? Yani likakufanya uanze journey yako ya kwanza kuwa mtu wa fashion na kuanza kuingia katika business kama hizo? Kitu cha kwanza niseme labda ni maisha. Unajua kwenye maisha ya kila siku vijana wengi tumekuwa tukimaliza yani kusoma na nini, baadaye tunategemea bana tupate kazi nzuri ili mwisho wa siku michuzi hiyo inaingia, maisha yaendelee. Ndio. Sasa kwa upande wangu mimi yani sijui nielezeje. Kwa upande wangu mimi yani usema kwenye nini, yani unataka uiekaje labda ili niweze kuelewa kwenye hilo swali lako yani kitu gani ambacho story way back. Unajua kila mtu anapoanza kufight lazima kuna story nyuma iliyompelekea yule jamaa kufight pale. Maana kama ushaye kupigwa, ushaye kunini. Bwana, mimi kitu ambacho kilinifanya mpaka nikaamua kufanya hichi ninachokifanya kutokana na mazingira ambayo nimetokea, na kingine pia ni kukataliwa na watu. Mimi ni mtu ambaye nimekataliwa sana na maraia. Kwa hiyo ile kanipa uchungu na hasira ya kufanya hichi ninachokifanya sasa hivi kwa bidii sana. Okay, umekataliwa na watu hapo. Yani unajua kwenye mazingira, yani unajua mimi kwa mfano sasa hivi ni kijana najitafuta na hustle, unajua. Sasa nikaenda sehemu labda nikaona kuna opportunity, lakini mimi nikafika pale nikajaribu kujielezea na watu na nini, lakini mwisho wa siku yani wakawa waamini, yani hawataki kukupa wewe nafasi ya kuwa yani party yao, si unanielewa? Kwa hiyo mimi nikaamua kutafuta njia yangu mwenyewe. Nikaona basi sawa, kama maraia wanielewi, hawataki kujoin na mimi kwenye hichi kitu ambacho mimi nataka, ngoja niamue kutafuta njia yangu tu mwenyewe. Ndio hivyo nikaamua kujitafuta kwenye njia yangu hiyo, fashion designer. Nafanya vitu vyangu vya peke yangu.
Kwa siku ndo kama hivyo, yani vitu vinaenda tu, Mwenyezi Mungu amesaidia, amejalia. Yeah. Okay. Story moja ambayo kali sana. Very touching, eh? Yeah. Yani kwa sababu ni mtu ambaye anatafuta opportunities alafu inakuwa denied. Kwa hiyo ametokea, yani say good for you bro, sababu umetokea mbali. Yeah, mbali sana. Yeah, Madam Faye naye kwako vipi? Au una any touching story? Mimi kwa kweli sina, kwa sababu mimi nimetoka, yani familia yangu supported me since niko hivi mdogo. So familia yako inakusupport katika kazi yako ya modeling? Yes. Sure. Yeah, that's good. Na katika mpaka ukaamua kuwa commercial model, familia pia ilihusika hapo? Yeah, wanajua. Okay. Sasa unajua mimi nachojiuliza, commercial model na model wa kawaida tofauti yao ni? Okay, yani mtu anavyosema commercial ni sawa sana mtu aseme labda mimi nafanya matangazo, yani ni model wa matangazo au model wa nafanya ushering au vipi, all those zina rai kwenye commercial. Kwa hiyo unavyoona wale wanaoka kwenye billboards au kwenye matangazo haya simu, sijui hizi adverts, sijui nini, wote hao wana rai kwenye commercial. Okay, sawa. Kwa model wa kawaida hawezi kuwa katika commercial? Model wa kawaida, yani unaweza ukasema ni model wa kawaida, ila katika kategori gani? Ndio unavyosema mimi nafanya commercial, yani matangazo. Anaifanya runaway? Anafanya runway na mwenyewe anakuwa kwenye another type of modeling. Okay, sawa. Bana guys, katika jambo ambalo watu wengi wanaamini kuhusu kitu fulani, si ndio? Ndio. Ila tukiangalia kiukweli katika kuamini kwao bana, labda wanaamini kwamba utajiri ndo kila kitu. Ila sisi kila mtu ana imani yake tofauti na kitu fulani ambacho watu wengi wanaamini. So ningependa kujua kila mtu ambaye ni kitu gani ambacho watu wengi wanaamini kwamba this is true about this hivyo hivi, ila nyie mnaona this is different from this. Bana mimi kwa upande wangu mimi naombaga sana, kwa sababu mimi nawasemaga bana, matajiri ni watu ambao wanakuwa na stress sana. Kwa hiyo mimi naombaga kwa upande wangu, kwa mimi hapa nasemaga, naombaga sana Mungu ni bora nifanikiwe kuliko niwe tajiri. Unaelewa? Yaani nisiwe tajiri lakini nifanikiwe. Unaelewa? Okay, sijakuelewa vizuri. Unaelewa point yangu? Yaani ni kwamba tajiri, sawa, tajiri ni mtu ambaye anaweza kawa labda na vitu vingi vya thamani, miradi, magari, manyumba, lakini mwisho wa siku zile zinakuwa kama vinamuingiza kwenye stress, sababu anakuwa anawaza ile ikipata shida au labda kuna changamoto inaweza ikatokea. Yaani sio, unanielewa? Okay. Kwa hiyo wewe unatamani maisha yako hofu hata pale alipo asishuke, aendelee kuwa juu tu. Si unajua hao ni matajiri. Lakini kuna wale watu ambao sio matajiri lakini wamefanikiwa, yani wako kwenye level fulani hivi, maisha yanakuwa anaenda anataka kufanya kitu chochote anachotaka anafanya, lakini sio wale matajiri ambao tunajua kwamba ni matajiri. Okay. Yeah. Kwa hiyo unaogopa sana kile kitu? Yeah, mimi naogopa sana kuwa tajiri. Mimi nataka kuwa tajiri mkubwa. Kwa hiyo unachoamini wewe maisha yako yawe vipi? Nifanikiwe, yani niwe level. Niwe kwenye level fulani tu hivi. Yeah. Ndamfei mimi nipate tu zile all basic needs. Sasa kama sasa si unazipata kwa yani like kwenye basic needs naweza nikaongelea zile common ambazo sijui chakula, shelter, what hivyo nipate niweze kusustain na maisha yangu pia. Bas, yani like nimetamani kitu fulani leo hii nikipate hivyo, lakini nisiwe na yani ndo nimekuwa sijui ndo tajiri sijui vitu gani, sababu sometimes unaweza kaa hivyo afu ukawa nyuma kuna malalamiko sana, unajikuta familia pia inaweza ikawa inaanza kusema huyu ana hela lakini asaidii au vipi. Okay. Unakuta lakini wenyewe hawajui like wewe na wewe unapitia nini au unataka kufanya nini in your life. Kwa mimi I think nikae tu katika level ambayo I can afford all things. Hivyo tu. Sasa na katika jambo moja kuhusu swala marafiki na mambo ya mahusiano, hivi ni tabia gani ya you guys mkiziona kwa marafiki au na partners wenu huwezi kuwa na wewe mtu au unakuwa unamkataa kabisa, unamtoa katika cycle yako?
Gaza. Tabia. Tabia. Kuna tabia tu fulani ambazo yani kwa mfano tuseme labda mimi kwa binafsi ni mtu ambaye mimi ni fashion designer, sio unanielewa. Napokuwa labda kwenye sehemu yangu nakuwa nafanya mambo yangu, nakuwa na vitu vyangu ambavyo nimevipanga pale, sio unanielewa. Sasa mimi tabia ambayo naona kabisa sipendagi yani ile mtu labda amekuja tu pap anaanza kushikashika, sio unajua vile vitu vyako umevipanga vizuri kwa sababu umeviarrange, kuna namna ni wewe ulivyoviarrange. Unajua kuna kitu labda unataka yako masaa 72 labda unataka kufanya kitu fulani, mtu anakuja anaanza kushikashika anaiangalia mara amevuruga yani unajua zile yani anakuwa anashikashika tu vitu vyako anavuruga viki sawa hivyo, yani unakuwa so ustaarabu. Kwa hiyo mimi napendaga, ndio maana muda mwingi mimi ni mtu ambaye nakaaga sana mwenyewe. Kwa mfano kitokea kama hivyo umekuja bana, unakuwa tu mstaarabu, unafanya ambacho kimekuleta, kama tunaongea napiga story na nini tunamaliza bana, umeomba kushika kitu fulani bana, kile kishike sawa, nitakirudisha vizuri sawa, yani kodi za masasa vinavyogusa kuna vitu yani ukivigusagusa yani afu zewe hata unavigusagusa, unajua kuna watu wengine hawaamini kwenye kitu ambacho unakifanya. Mtu anaweza kama ameshika kitu chako kama vile anakuchora hivi, unajua anakishika hichi unamwona kabisa kwamba hii nini, hii amefanya nini. Sasa mimi kile mimi nakuaga sipendi sana. Kwa hata akiwa maybe ni girlfriend wako amekuja pale magetoni bana, haruhusiwi kugusa. So haruhusiwi, kuna namna tu yani. Kuna namna tu, kuna vitu vyangu ambavyo haruhusiwi kugusa bila ruksa yangu, na kuna vitu vyangu inabidi aguse. Na tabia hiyo ni tabia moja tu au ama tabia nyingine labda hata kwa marafiki ambao kwa marafiki? Kitu kingine labda tuseme tu unafiki. Unafiki. Kumwongelea mtu vibaya kwa watu wengine, kitu ambavyo sio vya kweli. Sababu kuna watu wana tabia ya kuwasema watu vibaya kwa watu wengine, afu vinakuwa ni vitu ambavyo sio vya kweli. Hiyo pia inakuwa sio sawa. Fei, kwa wewe tabia gani ambazo unaona hii bana akiwa nao rafiki yangu au mpenzi wangu mimi lazima nimtoe kwenye this cycle? Akiwa Mswahili. Hii swala la mtu kusema Mswahili ikoje? Yani Mswahili ni vipi? Ini like nakuta mtu anaongea sana. Yani haangalii mazingira mko wapi au vipi, yani hivyo, yani yeye muda wote ni very yani out limit jinsi gani ya kuongea, lakini jua na eneo liko inabidi uongeaje. Yes, na kama alivyosema Gaza Boy hapo, yani like mtu mnafiki mbea hivyo hatuendani yani. Na kwa mpenzi wako kitu ambacho sitokipenda kwake akiwa mchafu. Unajua hiyo swala uchafu bana, wanaume wengi bana kiukweli inakuwa kujijali ngumu sana. Hapana, yani basi kidogo jaribu. Yani mtu ujipendi, kwa nini mpaka mimi nianze kuja kupigia kelele sasa jamani, kweli? Hapana. Kwa hiyo bana mtu mchafu yani never. Yani jipende tu kidogo. Ndio usivae sijui kupendeza hivi. Yani vaa tu simple, elewa body structure yako, pendeza vizuri, nukia fresh. Yani hata nikipita nje nikisema he's my guy, basi yani people appreciate him, unajua yes. Ila kwa kuwa unaona deserve vipi Gaza Boy hapo unaondoka nayo ipi hiyo bana, naomba vitu tu safi. Muhimu. Safi muhimu. Sawa. Sasa guys, hivi unadhani watu wengi wanaachana kwenye mahusiano baada ya upendo kuisha au baada ya watu kuchitiana? Hapo ni upendo tu kuisha. Ndo watu wanaachana. Huo ndo ukweli. Kwa kuchitiana sio tatizo. Yani kuchitiana sio tatizo. Unaweza tunachitiana lakini tunapendana. Sio, unanielewa? Lakini kuna muda ni sasa ule upendo ambao tunapendana tofauti na kuchitiana. Kuna muda ule upendo unaisha tu. Unaweza kuwa upo yani sehemu nyingine ukakutana hata na kitu kingine tu kikali, labda ushamchoka,
bana, unaona kama huyu kuna namna, huyu kuna vitu fulani kama vile yule mwenzake anavyo, alafu huyu ana unamshusha tu unampandisha yule mwingine. Kwa ana upendo unaisha baada watu, yani baada upendo kuisha watu wana upendo unaisha baada ya kuona vitu kingine kipya kizuri. Unajua kila siku vitu ni vipya, chuma ni mpya, mjini zinaingia. Kwa hiyo sure uka last long na mtu kwa muda mrefu. Kwa muda mrefu sasa inategemeana sasa na huyo mtu mwenyewe mlikuwa mnaishi vipi. Yeah, sometimes kuonana pia ile sana na nini, upendo nao unakata mzee. Kama unachanganya. Unanipa maswali kwa sababu watu know kwamba wenyewe wanasema mapenzi yanatokana na memories, si ndio? Ndio. Na memories zinajengwa watu kukutana, kuonana. Yeah. Yes. Of course hata kuonana sana sawa, ila unaposema kwamba ni mtu mmoja atoshi, unakuwa unachanganya. Inaonyesha wewe una change au ni vipi? So una change. Yaani hapo upendo unakuwa umeisha kutokana pia na mtu unakuta labda ulikuwa unakaa naye sawa. Kuna baadhi tu ya tabia ambazo ushazivumilia sana. Afu umeona mwisho wa siku umechoka. Unajua? Pia una mambo yako kichwani mengi ya kufanya. Kwa hiyo unaona ngoja nijipumzishe kidogo, nishushe mzigo, nipandishe mzigo mwingine. Maisha yaendelee hivyo tu. Tuko mbele ya muda. Okay, bana Fei, kwa kunaonaje? Watu wanaachana kwa sababu upendo kuisha au kuchechiana? Maana huko mzao mbele ya muda yake sasa watu tunapanda na kushusha. Ni kweli. Watu wanaachana kwa sababu ya upendo kuisha. Sio kuchechiana. Kuchitiana inaweza ikawa ni katika asilimia chache sana, kama vile yani haiwezi ikazidi upendo kuisha. Lakini pia si emphasize watu kuachana kwa sababu kuna ndoa. Sasa kwenye ndoa mnaonana kila siku, mkisema kwamba ni ndo mmechokana eti sijui ndo nini kisa mnaonana kila siku, utaachana na wangapi? Kwa inabidi tuvumiliane. Yes, kila mtu ana weakness. Kwa hiyo tuvumiliane. Ila kwako wewe kwako umevumilia au unapanda na kushusha? Kupanda na kushuka kupo. Lakini tunavumiliana. Okay, acha tuiache iwe kivyako vyako. Okay guys, hapo katika ndanja hizo unajua kila mtu anapotaka kuingia kwenye mahusiano kuna vitu anavizingatia. Si ndio? Yeah. Kama mimi Solange nataka niingie kwenye mahusiano, lazima nitaangalia bana, nataka kuingia kwenye mahusiano nao labda awe hivi. Naona Gaza Boy kaanza sana. Madam Fame, tuanze na wewe. Kabla kuingia kwenye mahusiano ni vitu gani? Nitaje vitu vitatu tu ambavyo unavizingatia kabla ya kuingia kwenye mahusiano na huyo mtu. Yeah. I think nitakachoangalia kwanza physical appearance, nisidanganye. Okay. Yes. Awe presentable, awe attractive. I meet qualifications zangu, I think. Iko. Ila pia asiwe tu muongo. Wewe kama una mtu umenikuja umenielewa, wewe niambie mimi nina mtu lakini nimekuelewa. Kona lakini unaweza ka stay nayo leo. Still akiwa na mtu. Tunaishi. Lakini tu umekuwa mkweli. Sisi nikaa katikati nagundua hii kumbe mimi nilikuwa choice kwako, inakuwa haijakaa poa. Sasa Gaza hapo kwako wewe vipi iko? Mimi kwa upande wangu bana, kabla sijaingia kwenye mahusiano na mtu, kwanza kitu cha kwanza lazima nimsome kwanza. Nijue kwanza huyu tabia zake zilivyo, vitu gani ambavyo anavifanya atakuwa anavifanya alafu labda mimi sipende zinavyo au nitakuwa navipenda. Kwa nikishamstudy ndo naangalia huyu nikiingia naye kwenye mahusiano kuna engo hii na hii na hii inabidi ninyooshe na rula ikae fresh. Yeah, kwa hivyo tu Kinyamwezi. Sawa. Gaza, tumeona juzi hapo you were blessed bana kupata tunzo kama the best content creator katika mambo ya fashion. Ndio. Hivi kwanza tungependa kufahamu zile tunzo kwa kweli zina maana gani na una dedicate kwa nani yale mafani ile tunzo? Maana akasema one is the part of success. Yeah. Bana zile tunzo kwanza kabisa nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu unajua kwenye maisha mimi tokea nimeanza kuhaso. Ndio. Hata kipindi nilipokuwa shuleni
Mi shuleni sikuwaga vizuri sana, kwaga sinaga akili mwanangu. Mimi naongea ukweli. Ile akili ya shule mimi nilikuwa sina. Mimi nilikuwa na akili tu ya nguo ya kuvaa, ni mimi Mnyamwezi. Kumbe tangia shule. Mimi tangia skuli ni mtu fulani Mnyamwezi, tunapenda tu kuvaa kupendeza. Kwa masuala ya kusoma ile siku yaikaga mbele. Japokuwa ile nitoa ujinga shule, lakini hivyo. So yani niseme labda hayo mafanikio ambayo ninayo sasa hivi na hizo tuzo ambazo nimepata ni kitu ambacho ni surprise kubwa sana kwenye maisha yangu, kwa sababu mimi sikutegemeaga kwamba siku moja na mimi labda nitapewa tuzo. Tushazoea tu, kwa mfano tuseme labda shuleni kuna wale watu tu ambao ikogo tu hivi kwamba hawa kila siku wanafanyaga vizuri, wanapewa tuzo, tunawapigia makofi. Mimi nimewapigia sana watu makofi. Tunaelewa. Naelewa hiyo situation. Kwa hiyo sasa nilipokuja sasa kwenye maisha ya kweli, nilipotoka kwenye maisha ya shule, nimekuja mtaani, nikafight, nikahaso kwenye engo yangu. Siku moja na mimi eti nikajikuta nimeingia kwenye kushindania sijui tuzo na nini. Kwanza ni surprise ambayo ni kubwa sana, kwa sababu imeonyesha kwamba yani haso zangu zimekuja sasa zimeonekana. Nikasema kumbe hivi vitu vinawezekana bana kwenye maisha. Sio kila siku kumbe wale tu wanafanyaga vizuri. Kumbe hata wewe tu kuna engo ambayo ukijiposition na ukafanya vizuri, utapewa congratulations. Umeona? Kwa hiyo pia ni kitu ambacho ni kizuri. Na nimshukuru sana mama yangu, kwa sababu ndo mtu ambaye aliniamini na aliamini kwenye hichi ninachokifanya, kwa sababu hata mashine yangu ambayo natumia kufetua kodi za mwaka wa mbele napenda kusemaga ile mashine imetoa hiti. Imetoa hiti. Yeye ndo alininunulia na nilimshawishi, na yeye kweli akaona kuna kitu. Basi ndo hivyo, alijichanga sana mamangu. Jamani, namshukuru sana mamangu, namshukuru pia na Mwenyezi Mungu azidi kumweka hai. Kwa ndo mpaka hapa nilipofikia, tuseme tu ni mamangu, sababu hata mashine nayotumia vitu ambavyo nimefanya ambavyo vimeenda viral, vimeondoka, watu wameappreciate, wamependa, ni ile hela ambayo mamangu aliweka kwenye ile mashine. God bless sana Mama Gaza. Gera sana bana, appreciate sana. Umeweza kutufanya tuweze tukapata kodi za masaa 72 mbele ya muda. Faye, kwako wewe na swala la modeling, hivi ni kazi ngapi ambazo ushawahi kuzifanya ukiwa katika issue ya hiyo industry, na imekupa mwelekeo gani katika life yako? Kwanza mimi nimeanza kufanya modeling nilivyomaliza tu form 6. Ndo nikaanza hayo mambo. So ilikuwa around 2022. Na still nianza kwenye agency, na bado niko kwenye agency ambayo niko inaitwa Black Fox Models Africa. Kwa hiyo still bado inani manage mpaka leo. Kwa hiyo in terms of kazi, in terms of kunisimamia in everything, ni wao. Na some of kazi ambazo nimefanya since nimeingia kwenye modeling mpaka leo, nishafanya commercial shoot na Kililaga, nishafanya na Tigo. So all those ni management wenyewe wana discuss huko. Hizo deals zinakuwa zina mpunga mrefu. Sasa mpunga lazima uwepo, unafanya kazi ya mpunga. Okay. Yes. Kwa ni wao the bagini huko wanaongea na agency yangu, then mimi naenda tu kufanya kazi. Sawa. Na guys, sasa ningependa tucheze small game hapa kidogo. Ni game fulani tu kutuburudike kidogo, just have fun, tuchangamke. Okay. Game yenyewe ni nataja fact. Hiyo fact nitakayoisema sasa, nasikiliza nyie. Hiyo fact nitakayosema ni ukweli au ni uongo. Utakapokuwa na mbishano, mgongamano, tutaambiana sasa hiyo fact ni uongo. Kwani unabishana hivi na unabishana hivi, tutapokuwa sawa, hiyo fact tunaachana nayo. Okay. Sawa. Fact ya kwanza ni kwamba wanaume wana fall in love faster kuliko wanawake. So kweli. Kote tumeenda na so kweli. Yes. So kweli. Gaza hata wewe. Unaona so kweli. Fall in love mwanangu ni ile mtu umempenda kabisa. Ila sisi wanaume tunatamani, si unajua?
tofauti na kufall in love ile mambo ile chapo ile mnanili tu mtu hapana. Unaweza kumuona mtu kwa mara ya kwanza ukamtamani. Ila mtu ambaye una fall naye ambao utapendana naye yule mtu ambaye umekutana naye kwanza kwa muda mrefu, pia umemstudy, kuna ile tabia fulani ya kuonana kuongea, ile sasa ndio inajenga sasa ile upendo wa kufall in love. Sasa ile ya ghafla binivu ile bwana nimekutamani. Kwa naona fall in love first. So kweli mzee. Basi fact nyingine. Wanawake wanasamea haraka kuliko wanaume. Kweli? Yes. Wanawake wanasamea haraka kuliko wanaume. So kweli. Wanafee unaona ni kweli hiyo fact yako? Kwa nini unasema ni kweli? Tunasamea lakini hatusahau. Hamjasamea sasa. Hapo sasa hujasamea bado. So kweli, yani wanawake bana wakiwaga na mambo yao hawasahau. Wanaweza kufanya kitu ukaomba msamaha, lakini mwisho wa siku ukashangaa tu anakukumbushia. Sasa hivi vitu vilishapita huko nyuma. Vipita lakini hamna. Kwa wanawake yani kusamea kwao ni ngumu. Ila mimi kwa mfano naweza nikafanywa kitu sawa. Mimi nikasamea, nikasahau kabisa yani. Hata siku akaja akanikumbusha sikumbuki. Lakini yeye sasa baba wanahifadhi hao. Lakini nyewe sasa unapokuwa unasamea alafu bado unakaa nacho, I don't think kama unakuwa umesamea. Tunakukumbushia baadaye ukija ukiharibu tena tunakukumbushia. Okay, sawa. Swali nyingine, fact nyingine, modeling na fashion industry inahitaji mtu uwe na talent. Ni kweli. Ni kweli. Yani lazima uwe na talent, yani lazima talent iwepo, kwa sababu ukiwa na talent utaonyesha watu uwezo wako, ndio utakuwa unafanya vitu na watavipenda. Lakini pia unaweza kujifunza. Kuna watu ambao wanafanya modeling na fashion sio talent, lakini wamejifunza, kwa hiyo pia wanafanya vizuri kwa namna yao. Ila ukiwa na talent zaidi, kwa mfano kama mimi Gaza Boy, ina talent ya hichi ninachokifanya, kwa hiyo ninavyokifanya kuna watu ambao pia wanajifunza darasani, wameenda wamesoma, wamehama nchi na nchi, lakini bado wanaona kabisa mimi hichi ninachokifanya sijakisoma, lakini ni kikubwa zaidi ya yule ambaye amesoma, ameenda hata wapi huko sijui Uingereza wapi amesomea. Yako talent ina matter. Okay. Talent ina matter. So hata kwenye modeling talent inahitaji kweli. Inahitajika? Talent ya nini? Yani wewe mimi nikisema I was born to be a model, nikija tu hapo nika strike pose yangu, afu na wewe ambao ulikuja huku kufundishwa tu weka pose, mimi nikiweka moja nikiweka mawili, wewe bado uko na ile moja. Hatari. Like ukistruct the pose hiyo noma. Okay. Swali jingine ni fame changes people. Umaarufu unabadilisha watu. Hiyo ni kweli. Tu kweli. Kweli. Gaza Boy, umaarufu umekubadilisha? Sema mimi umaarufu haujanibadilisha mimi, ila umebadilisha tu maisha yangu. Okay. Ila mimi ni yule Gaza Boy ambaye mlikuwa mnamjua, ila kilichobadilika tu ni maisha. Kwa sababu pia kuna watu pia kupitia umaarufu ambao nimeupata wanaona kama vile Gaza Boy kuna namna, kuna sehemu anakunja, ila mimi sikunji jamani, mimi ni yule. Sema tu kazi nazo pia sometimes zinakuwa nyingi. Kuna mtu anaweza akawa na kucheki, usipomjibu au usiponanilie anaweza kaona kama vile umvimbia na nini, lakini umaarufu ndio unapokuwa maarufu pia majukumu nayo yanazidi kuongezeka. So hizo ni changamoto ambazo zinatokea kwa watu maarufu. Wanaonekana kama vile wanavimba lakini hawavimbi. Hapo Faye nayo ni modo pia. Kwa hiyo ni mtu maarufu mpaka unaitwa na Tigo unafanya nini? Je, umaarufu una change people? Maana ukiwa maarufu kwanza kupanda daladala inakuwa ni shida. This fact waga sielewi. Ni kweli, lakini mimi napandaga. Mimi napanda. Ila in case. Ile cases napanda. Okay. Kwa ya mwisho hapo anasema kwamba everyone has a backup option in dating. Lazima tuwe na backup option tunapokuwa tuna date. Hiyo fact. Everyone has a backup option in dating. Hiyo upande wangu hiyo ni kweli. Ni kweli.
Kwa Gaza Boy unapodate lazima uwe na backup option. Backup option ni muhimu mzee. Unajua manake kuna muda tuna muda naweza vitu vikapanda. Okay. Kwa hiyo na mimi nilikuwa sitaki stress kwa sababu mimi pia nina mambo yangu mengi kichwani, nafikiria idea zangu za mbele ya muda. Sasa nianze tena kubembeleza, muda unazidi kwenda mzee, mimi niko mbele ya muda. Kwa hiyo Fei kwako mimi na Hapana, kwa kweli napinduka, haitaki kabisa. Unakosa hujampenda ambaye uko naye. Kwa nabidu stick katika kitu kimoja. Mkija huko mbele mkivurugana mkaachana, tutokea tu mwingine. Okay, sawa. Guys, nyie najua ni watu ambao kwa sasa hivi mpo katika level ambayo watu wengi wanafahamu, na pia against wengine wanaangalia kama role models. Kama Gaza Boy kuna wengine wanaangalia kama role model, wengine Fair na kuangalia kama ni role model wao, the way mnavoishi nini. Je, nyie kama nyie mnawashauri nini vijana ambao wapo katika tasnia zenu na wanaangalia nyie kama ndo macho yao au wanaangalia nyie ndo kama walimu wao, na kitu gani cha kuwashauri ili kuelekea katika kufika levels ambazo nyie mmezifikia sasa hivi? Okay. Kwanza kabisa kwa kijana yote ambaye anataka kufanikiwa kwenye maisha, kitu cha kwanza ambacho anatakiwa awe nacho na azingatie sana ni nidhamu. Swala la nidhamu nidhamu bana inaingia kila mahali. Yaani unaambiwa nidhamu hata uwe na kipaji, uwe na talent ya kiasi gani. Hata wewe umesoma vipi bro, umeenda nchi za nje wapi, umerudi. Ukishakuwa una nidhamu tu, kufikia malengo yako ni ngumu sana. Kitu kingine bana ni kuamini kwenye kile unachokifanya. Ndio. Na pia kuacha kufanya vile vitu ambavyo ni tumeviona. Kwa mfano Gaza Boy, mimi hapa nafanya fashion, si ndio? Umeona Gaza Boy nimemuona juzi tu alikuwa hivi kapiga fashion kaondoka. Hapana. Wewe angalia wewe kwenye nafsi yako bana, mimi napenda kufanya kitu fulani, kila siku nakifanya hichi kitu. Amini kwenye hicho unachokifanya, tia nguvu pale, muombe sana Mungu. Kwenye hicho unachokifanya unafanikiwa. Pia kitu kingine kwenye maisha, lazima ujue kwamba hakunaga kushindwa kwenye maisha. Yaani kila kitu kinawezekana. Si unanielewa? Kwa hiyo yani usije ukawa unafanya vitu ukawa una tabia kukata tamaa. Kwenye maisha lazima ufahamu vitu viwili, kwamba mimi na hustle nitashinda, nisiposhinda nitajifunza kwenye hicho nilichokuwa na kihaso na ambacho nilichokuwa nakipambania. Si unanielewa? Kwa hiyo ukiishi kwenye misimamo ya kushinda na kujifunza, lazima ufanikiwe. Sawa. Okay, jamani, tuzingatie hivyo vitu ambavyo Gaza Boy hapa ametuambia. Tu stick navyo, maana wengi tunamwangalia kama ndo role model wako, na kijana vibao ambao tunajitafuta. Gaza Boy ameongea something very sensible. So tu stick na hivyo vitu ili tuweze kufikia malengo yetu. Madam Faye, na wewe lako la kuambia vijana? Mimi naweza nikaa na viwili. Consistency na time keeping. Okay. Yes. Kama unapenda unachokifanya, do it. Yani kifanye not once, fanya mara kwa mara, kitazaa matunda unayoyataka. Also, kwa punctual, time is very important. Unaweza ukaitwa sehemu, njoo sijui nionyeshe kitu fulani hivi na hivi, ukachelewa, unakosa deal. So tutunze na muda. Okay, sawa. Na kitu cha mwisho, je, ni slogan gani ambayo tunaweza tukaondoka nayo? Kila mtu atoe slogan yake moja kwenye maisha ambayo tunaweza tukaondoka nayo kama vijana, tukashikilia, then tukaweza kumove on katika safari zetu mbalimbali huko za kimaisha. Tuende na slogan, yani slogan moja tutupe yani. Hapo tuondoke na slogan ya masaa 72 mbele. Tuondoke nayo. Pia ni sawa. Au tuondoke na slogan nyingine leo mpya, pia ni sawa. Tuondoke tuna hiyo bana. Mbele ya muda masaa 72. Mbele ya muda masaa 72. Hiyo kwamba tuondoke in the future kabisa. Hiyo iko mbele kabisa yani. Kwa sababu kila kitu tunachokifanya. Mimi mtu ambaye nikiwa nafanya vitu, siangaliagi tu hapa hivi. Angaliaga mbele zaidi. Kwa hichi kitu nakifanya sasa hivi. Kwa sasa hivi naweza nisipate matokeo mazuri, lakini
kwa mbeleni najua tu, kwa sababu unajua muda siku zote haurudi nyuma. Muda unaenda mbele. Kwa hata kama hichi kitu mimi nitakifanya mwaka huu, najua mwaka mbeleni hichi kitu kitakuja kuonekana kwamba hichi kitu ni kizuri, yani ndo dunia inakoelekea. Si unanielewa? Kwa ndo maana mimi ninapofanya vile vitu, nafanya vitu vya mbele ya muda. Yani sawa, kwa sasa hivi kuna baadhi ya watu hawatanielewa, hawatajua wanachokifanya. Naweza nisiwepo, pia Mwenyezi Mungu anaweza kajalia nikawepo. Baadaye utakuja kukiona hichi kitu, kumbe mwamba alikuwa mbele ya muda, na ndo hichi kitu leo ndo kina exist. Noma sana. Okay guys, naona kana hiyo slogan hapo kwa Gaza Boy bana, mbele ya muda, ndio mbele ya muda bana, so the future. Faye, tende na hiyo hiyo unaitamka vipi? Tende na hiyo inatamkwaje sasa? Masaa 72 mbele ya muda. Okay guys, tumefurahi sana leo kuwa na nyinyi hapa katika Gray Show, na what's the most thing ambayo nimependa, you guys mpo very charming, na actually mmetoa madini fulani ambayo hata mimi nimeweza kujifunza, so we're so glad to have you guys a boy. So glad to have you, Faye. I think next time naweza tukawepo tena, maana this podcast nimeipenda sana you guys. Naona Gaza Boy upo katika kodi ya masaa 72 mbele. Hiyo mbele ya muda. Hii mbele ya muda. Hiyo pete hiyo vipi? Hii ipo tu hii. Unajua yenyewe iko mbele ya muda. Okay guys, tunasema kusema bana, see you next time. Don't forget to subscribe our YouTube channel pale Gray Show TZ, na pia msahau kusubscribe pale kwenye Spotify Gray Show TZ, all the way Instagram. So see you next time. Bana Gaza Boy, unaweza kutaja account yako, sema ambao watu wakaanza kukupata? Bana, mi Instagram napatikana kama Gaza Boy au Sugarman, TikTok Gaza Boy, Facebook Gaza Boy. Ukiandika tu hivyo nakuja. Account imeondoka jamani, kwa hiyo yani ukiandika tu Gaza Boy napanda pale na verified. Mbele ya muda masaa 72. Hapo Faye. Kwa TikTok natumia Faye PHAY _ then kwa Instagram natumia Modofy. Okay, nadhani tumeweza kuwasikia, so see you next time. Love you all.